ungeyasikia wewe leo kama ungefanywa kile kitendo. Na ilifika hata hatua kipindi unampeleka kule Golgotha kule msalabani kwa ajili ya kwenda kusulubiwa, ilifika hadi hatua nguvu zilimuishia akaanguka. Ikabidi sasa wamchukue tu mtu mwingine ambaye alikuwa ni Mkirene, ambaye alikuwa ni naniliu, ambaye alikuwa ni mtu tu, alikuwa ni mpita njia. Ikabidi tu wamchukue huyo ili abebe ule msalaba wa Yesu kuupeleka kule msalabani, kwa sababu tayari Yesu alikuwa amekwisha kuchoka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ikafika hatua ikamgharimu mpaka Yesu kufa kwa ajili ya kurudisha ule uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu. Kwa hiyo na wewe pia kuna wakati pia itakugharimu hata wakati mwingine kufa kwa ajili ya kutimiza kile kitu ambacho Mungu amekwambia uweze kukifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ninakwambia haya yote sio kukuogopesha, lakini nataka kukutazamisha ya kwamba hapo unapokutana hayo unayokutana nayo leo, usihisi ya kwamba ni mambo makubwa kiasi ambacho kuna wengine hawajawahi kuyapitia. Usihisi kama ni kitu kipi ambacho kuna wengine hawajawahi kukipitia. Kumbuka kwamba hakuna jipya chini ya jua. Hata wanafunzi wa Yesu wote waliishia kufa kwa ajili ya kupambania kulitangaza jina la Bwana. Walikufa kwa ajili ya kupambania pia kuendelea kutangaza utukufu wa Mungu ili watu waendelee kumjua Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata na wewe kuna wakati pia itakugharimu hata uhai wako, itakugharimu hata kuondoka duniani kwa ajili ya kulipambania hilo jina la Yesu. Na ndio maana nasema kwamba ufalme tangu enzi za Yohana Mbatizaji na hivi leo, ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu, na wenye nguvu ndio wanaoteka ufalme. Kwa hiyo usizania kwamba kufikia ule ufalme wa Mungu ni kitu kirahisi. Kufikia mpaka mtu anasema kwamba kila mtu anasema kwamba anatamani kurithi uzima wa milele. Asa ujue kabisa kwamba kurithi huo uzima wa milele sio kitu ambacho ni rahisi. Inagharimu hata maisha yako, inagharimu hata uhai wako. Wakati mwingine ukakuta kabisa hata mtu amekufa, ameacha familia haina mwelekeo. Kwa nini? Alikuwa anapigania mapenzi ya Mungu. Kuna mwingine amekufa, alikuwa hata hajui hata familia inabaki inaishije, lakini ameondoka. Kuna mwingine wameacha kazi zao nzuri, wameacha maisha mazuri, wameondoka kwa ajili ya kulipambania jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa cha msingi ni kuzidi kumwambia Mungu, nitie nguvu nisije nikaondoka kabla sijalitimiliza kusudi lako. Na Biblia imesema kwamba hautakufa bali utaishi ili uyasimulie matendo makuu ya Bwana. Kwa mwambie Mungu, mimi sitakufa mpaka nisimulie kile ambacho ulinileta kuwa duniani nimekitimiza. Mpaka ile kazi ambayo uliniambia nije niifanye imetimia. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini gharama nyingine ni kuishi maisha matakatifu. Unapoamua kuufuata mpango wa Mungu, hauwezi ukakimbia kuishi maisha matakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuishi maisha matakatifu ni pamoja na kuishi maisha ya mfano. Biblia inasema kwamba watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali weka juu ya kiango, nayo yaangaza wote walioko ndani. Anasema vivyo hivyo matendo yenu na yaangaze, ili watu waweze kumjua Mungu au kumfuata Mungu kupitia matendo yenu. Kwa hata na wewe pia unatakiwa unapoishi jiambie kwamba mimi ni kioo, mimi ni picha ambayo inaangaza, mimi ni mwanga ambao unamulika wale ambao bado hawajamjua Kristo waweze kumjua Kristo. Kwa utakapolitambua hilo, unatakiwa kusema ya kwamba na kujiambia kwamba natakiwa kuishi maisha matakatifu. Mwenendo wangu mimi na watu wengine lazima utofautishwe, lazima uwe tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu hakuna thamani kama kila mtu ambaye mtu ni mtenda dhambi, mtu ambaye bado yumeviuka katika vifungo vya dhambi anafanya uzinzi, na wewe ambaye unamjua Mungu unafanya uzinzi. Hakuna maana pale ambapo kama mtu ambaye hajamjua Mungu anaiba na wewe ambaye unamjua Mungu anaiba. Asa atajifunza nini kutoka kwako? Kwa ukisha sema kwamba mimi nimeamua kumfuata mapenzi ya Mungu, uwe na hakika ya kwamba utakatifu ni kitu kisichopingika na ni kitu kisichoepukika. Watu wanatakiwa kumjua Mungu kupitia wewe. Kwa hiyo wewe unatakiwa kuwa mfano, unatakiwa kuwa role model kwa wengine ambao watasema kwamba nikimtazama fulani namuona Mungu ndani yake. Nikimtazama fulani natamani kuwa kama yeye. Kwa nini? Kwa sababu ana kitu cha tofauti ambacho kwa wengine huwezi kukipata. Ana kitu cha tofauti ambacho kwangu mimi hakipo. Kwa kupitia ule utofauti ulionao unamvuta yeye kuja kwa Yesu. Kwa sababu gani? Tayari amepata kitu cha kujifunza kutoka kwako. Tayari amepata kitu cha kukopi au kukimitate kutoka kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa gharama moja hapo pia ambayo unaweza ukaingia au unatakiwa kuingia pale tutakapoamua kutembea katika mpango wa Mungu ni kuishi maisha matakatifu. Lakini pia gharama nyingine ni kukubali kutembea kwa imani.
Kumbuka kama Biblia inasema kwamba maana tuenenda kwa imani wala si kwa kuona. Kwa hiyo unapoamua kufuata mpango wa Mungu, uwe na hakika ya kwamba kitu kabla hakijadhihirishwa katika ulimwengu wa mwili, kabla hakijadhihirishwa katika macho ya nyama, kwanza kabisa huwa kinaanzia rohoni. Kwa hiyo kama Mungu tayari amekwisha kukuonyesha kile kilichopo cha rohoni, hautakiwi kuitazama hali ya sasa na mazingira ambayo unayapitia leo, kwa sababu mazingira unayoyapitia leo kwa asilimia kubwa ya watu yanatosha kabisa kukatisha tamaa juu ya kesho yako. Lakini unajifunza kuitazama au kukitazama kile Mungu alichokufunulia ndani yako kwa jicho la tofauti, kwa jicho la imani, la kuamini ya kwamba ninaendelea kumuomba Mungu ili kile alichokiweka ndani yangu, kile amechokwisha kukionyesha ndani yangu kidhihirishwe katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ukisubiria kila kitu kiende kwa kuona, nikwambie tu kweli, mwana wa Mungu, utachelewa sana, na itakuwa ni vigumu na itakuwa ni rahisi sana kwa wewe kuweza kumkatia Mungu tamaa kwa kile alichokuambia, kwa sababu kuna wakati Mungu anakuonyesha kitu ambacho kinakuja kutokea baada ya miaka 20. Hasa kama ni miaka 20 wewe umekaa unasubiri kwamba nataka kitokee leo, kitokee leo, wewe na hakika kwamba utakata tamaa mapema. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lazima ujifunze kuishi kwa imani ya kusema kwamba kama leo sijapata, nina uhakika kama Mungu ni mwaminifu, kesho nitapata. Kama leo Mungu amenionyesha hiki, nitaendelea kukichuchumilia na kukiombea, nikiamini ya kwamba one day kitakuwa, siku moja kitadhihirishwa, siku moja kitadhihirishwa. Kwa nini? Kwa sababu unaamini ya kwamba Mungu uliye naye ni mwaminifu na kile alichokuambia kitatimia. Kwa hiyo unaendelea kumwamini Mungu, unaendelea kumwamini Mungu bila kujali mazingira ya leo yanasema nini. Lakini miongoni mwa gharama nyingine ni kuweka au kubadilisha vipaumbele vyako vya mwanzoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiuhalisia au kiasili kabisa, sisi binadamu ni wabinafsi sana, na ndio maana Mungu anaweza kukwambia kwamba natamani ufanye jambo fulani, fanya hiki, fanya hiki. Unashindwa kukifanya kile kitu, si kwa sababu hutaki kukifanya, lakini unaweza kusema kwamba sasa hii Mungu ameniambia nifanye hiki, kwa nini kwanza nisifanye hiki ambacho nilichokuwa nimekipanga mimi, afu nije nifanye shi Mungu alichoniambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unapoamua kutembea katika mapenzi ya Mungu, uwe na hakika ya kwamba lazima vipaumbele vyako vitabadilika. Kama mwanzoni ulikuwa ukitaka kufanya kitu unajitazama wewe kwanza, hasa inabadilika na kuwa kabla ya kujitazama wewe kwanza, unaanza kwanza kutazama, je, katika hili Mungu anasemaje? Je, hichi ninachotaka kukifanya ni Mungu ameniruhusu niweze kukifanya au nisikifanye? Na kama ni sahihi Mungu ameniruhusu nifanye, ni kwa wakati gani? Na kama sio kwa huu wakati, je, kwa huu wakati Mungu anataka nifanye kipi? Ili cha kwake kwanza nikifanye, halafu baada ya hapo ndipo nifanye. Kuna watu wengi ambao Mungu aliwaambia labda unatakiwa kufanya kazi fulani. Mungu anakuambia labda unatakiwa kufanya huduma. Wewe unasema kama Mungu, mimi napenda biashara. Kwa hiyo unasema kama Mungu, kabla ya kufanya kwanza hiyo huduma, naomba kwanza nifanye biashara, nikusanye fedha, alafu baadaye nitakuja nifanye hiyo huduma. Asa Mungu anachokitaka yeye anapokuambia kitu, ufuate immediately kile anachokuambia, na baadaye ndipo utakuja kufanya hicho cha kwako pale atakapokuruhusu. Lakini sisi tunataka kufanya kwanza kile cha kwetu, afu baadaye ndipo tuje kufanya kile cha Mungu. Au Mungu anakuambia kwamba kuna kituo cha watoto yatima, nataka upeleke hizi fedha fulani ili ziweze kuwasaidia wale watoto. Lakini unasema kwanza, Mungu naomba kwanza nizichukue hizi fedha nikanunue kwanza gari, alafu nikisha nunua gari hizo zingine za watoto nitakuja kuzitafuta kwa baadaye. Kumbuka kama Mungu anafanyaga vitu kwa majira na nyakati sahihi. So kuna wakati anapokuambia kwamba zipeleke hizi pesa sehemu fulani, fanya kitu sehemu fulani, ina maana kwamba tayari kuna watu ambao wameshawakusudia waweze kusaidika kupitia wewe kwa ule wakati. Kwa unapochelewesha kufanya kile kitu, ina maana kwamba kuna watu unawachelewesha kukutana na muujiza wa Mungu juu ya maisha yao. Na ndio maana Mungu anakutaka ufanye kitu kwa wakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana anapoelezea juu ya swala la nadhiri anakuambia usichelewe kuiondoa ile nadhiri, kwa sababu unapoichelewesha na kuacha kuitoa inageuka kuwa laana kwako. Kwa hiyo ndio maana Mungu anakuambia kwamba utoe kwa wakati, kwa sababu unapotoa kwa wakati tayari wahitaji ni wengi. Kila mmoja kila siku anamlilia Mungu kivyake anavyojua yeye. Kwa Mungu anapoangalia anasema kwamba nataka kumtatulia huyu tatizo. Asa namtatuliaje? Nataka nipitie kwa mtumishi wangu fulani. Asa anapotaka kupitia kwako na kukuta wewe umeweka mbele vipaumbele vyako, na kile anachokupa maelekezo ukifanye kwa ule wakati hutaki kukifanya, uwe na hakika kwamba utaingia katika ugomvi na Mungu. Asa kama umeamua kuyafuata mapenzi ya Mungu na kutembea katika mpango wa Mungu, jitahidi sana kugeuza vipaumbele vyako viwe nyuma ya vipaumbele vya Mungu. Anachokwambia Mungu kifanye kwanza kile anachokupa maelekezo kukifanya, baadaye ndipo uje kufanya ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kupitia hivyo utaziona baraka za Mungu na utamwona Mungu akijifunua kila siku kitofauti juu ya maisha yako.
Lakini ukitaka kuona kwamba kila kitu chako kinaishia pale pale na hakuna maendeleo na kupiga hatua, ni mpaka pale ambapo utakaposema ya kwamba mimi Mungu ninataka kweli kufuata mapenzi yako, lakini kuingia gharama juu ya haya sitaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la mwisho kuongezea, na nitakuwa nikilisema kila siku, ni juu ya swala zima la maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapotaka kujitofautisha au unapotaka kutembea katika mpango wa Mungu, kumbuka ya kwamba maarifa unayahitaji sana, kwa sababu katika kutimiliza mpango wa Mungu utakutana na vitu vingi sana ambavyo vitakuhitaji wewe kuwa na maarifa na hekima. Hasa uwezi ukawa pia na hekima kama maarifa huna. Bwana Yesu asifiwe sana. Unahitaji sana kuwa na maarifa, kwa sababu maarifa ndio yatakao kusaidia pia kwamba katika hili natatuaje, kwa sababu kupitia katika yale maarifa utapata na hekima namna ya kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usiende mbele ukaacha maarifa nyuma, tembea na kila kitu, lakini tu ukijua kwamba kila safari au kama nimechagua kutembea katika mpango wa Mungu, gharama siwezi nikaiepuka, kwa sababu kama Yesu, Biblia inasema kwamba tukimtazama yeye mwenye kuianzisha imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu. Kwa hiyo hakika kwamba kama unamtazama Yesu, gharama haiepukiki. Yesu mwenyewe alikuwa ni Mungu, lakini ilimbidi aingie gharama ya maombi, gharama ya kufunga, gharama ya kukubali kudharauliwa na aibu, gharama ya kukataliwa. Alibidi aingie gharama ya imani, ya kuamini kwamba sawa, ninapita hapa, lakini ninaamini kwamba mbele yangu au mbele ya hiki ninachokifanya ushindi upo. Kwa mwana wa Mungu, usimkatie Mungu tamaa. As long as umechagua kutembea katika mpango wa Mungu, mwambie Mungu nisaidie, ili wakati nitakapokutana na haya mambo yote, nitakapokutana na wakati wote ninapotakiwa kulipa hii gharama, niweze kuilipa kikamilifu na kwa uaminifu, ili mwisho wa siku niweze kuurithi uzima wa milele. Basi nikutakie neema ya Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukapate kuwa juu yako sasa na hata milele. Amen.